kiasi sister Kanyari. Kanyari si unamjua ama wewe unataka kuniambia ujui Kanyari? Kanyari namjua vizuri. Hata Kanyari ataona hii kitu na si ati nini Kanyari. Sister yako si kuna venye kisanga ilipatikana. Ni ukweli. Haikuwa Mrashia. Haikuwa Break Mrashia ilikuwa ground hapa hivi. Yeah. Na ilikuwa maneno mengine ya kuhuzunisha sana. Wacheni kuonea Mrashia. Hapa Kenya tuko na Warashia wangapi weusi kama 1,100 na wanafanya hizi vitu. Wao ni mjama mmoja amekuja tu nje. Hata Igonga ni one of the people, lakini watu ni wabaya hata kushinda Igonga na Mrashia bro. Mama, kama ujamange record aonekane anaenda na dunga Hazi. Sawa? Ameipata, Hazi amepata. Hazi ako na match side chick wengine wawili. Yaani Kasponyo ameenda kanudunga wa madem. Ama madem wako na maboyfriend. Unaget? Anadunga ama boy. Ama boy wanachita madem. Amewadunga. Ama madem ama boy tena wanachita ama. Unajua hiyo chain inakaaje? Ni chain ya mtu mmoja. Sasa piga chain ya watu 400. Madem muache mchezo. Hii mambo ya kufuata tu anything is bad. Bro. Ama tuseme Mrashia, unajua prezo anaitwa nani bro? Prezo anaitwa Putin. Anaitwa Putin. So maybe Mrashia alikuja akaamua kuput in kiasi. Mimi nimefikiria tu wase mimi si made ama msini. Hiyo ni ngori. Maybe prezo anaitwa Putin, jamaa akasema hebu acha nikasambaze ujumbe. Let me tusikia sister Kanyari alimadokolojo. Au kusikia watu wengi wanafanywa nini? Usikiangi mademo wanatolewanga kafara bro. Wewe usikiangi? Hebu niambie usikiangi. Alafu uniambie unakuanga Kenya gani wewe mapesa wewe? Unasikianga. Na kama unasikianga au mademo nyona madwanga hivyo, wana madwanga juu ya nini? Tamaa. Wanaume wenye pase wameambukizwa, tuseme Mrashia alikuwa na ukimwi na akapea madem. Mimi naweza semaje? Waende kwa the nearest government facility, wakuwe cancelled, wapatiwe madawa na accept hali yenye imefanyika, because without accepting there is no healing. Accept kama ni wewe. I will accept because you have no choice. Which choice do you have rather than accepting? Do you have any choice than accepting? The only choice you have is a bad choice which is not recommended. So the only thing you do as a man, nimefanyika, accept the situation, above all forgive and let life move on. Alright, mambo vipi guys, manze karibuni sana hapa hivi kwenye Mapesa Wetu News. Wachana hizo clips zenye umeona hapo hivyo mbele. So turudi hapa hivi tutazifikia huko mbele. Anyway, kama huja subscribe guys. Ndio tukigrow tunagrow tukiwa wengi ama vipi? Ni aje guy? Fiti sana bro. Uko fiti? Niko fiti. Si tuanze kwanza na jina. Mimi kwa majina naitwa Kamikamlas. Kamikamlas. Yeah. So Kamikamlas hiyo jina hata ikai familia. Ni jina imported kidogo. Ililetwa na mafuriko. Ni jina inakuja na mafuriko ndio unapewa. Hii ndio jina yenye inatoka kwa the Russian people. Hai bro. Unajua ukitaja mambo ya Warashia, nasikia poa na tena nasikia mbaya. Nasikia mbaya, unasikia poa. Niko na mixed reactions na mixed feelings. Tutafika hapo kidogo. Before kwanza tuende hapo hivyo, unaona kuna kitu imeandikwa kwa nguo yako. Jo manze, inaitwa Fantune Entertainment. Hiyo Fantune Entertainment. Yeah, hii ndo nini? Hii sasa ndio hapo ndio tunapatanga kichele. Inaitwa Fantune Entertainment, tuna deal na mambo za MC, event planning. Unaona vitu kama hizo. Mambo za event organizing, nini za watoto, watu wazima, rorashio, weddings, anniversary. Kitu yote event wewe leta tunapiga. MC pia nakuanga MC. Yeah. So hapo tutarudi tu baadaye, tutaelewa baadaye tu maana zaidi. Haina noma. So ile sura yenye imefanya mimi na wewe leo tupatane hapa ni ya jamaa fulani ana trend hapa Kenya. Na huyu jamaa si Mkenya lakini ana trend Kenya. Ndio. Yeah, huyu ni mzungu. Si tutajua jina yake juu najua dari ushajua ni nani. Nilisikia hiyo story. Lakini mimi nilijam na madem. Unajam na madem? Mimi nilijangori na madem. Unajua sasa ufai kujam na madem, unafaa kujam na this guy, the Russian guy. Mbona nijam na the Russian guy? Sababu ameharibia wasichana jina. Kwa kutaka ama alikuwa anawalazimisha? Bro, hebu nikuulize hivi, umeenda kwenyewe, si ndio? Umeanza kuingia kitchen na hujapewa permission. Hiyo si ni tabia mbaya? Kwa wenyewe si nilinok.
kabla niingie nifike mpaka kwa jikoni sinilibisha kwanza, wakaniambia nini? Karibu. Unaweza ingia kitchen kama hujakaribishwa mendo. Alafu sasa unaweza ukipata mtu kwa jikoni yako na ni mgeni ulileta kwako, utajam na mgeni ama utajam na wewe mwenyewe? Ndajam na mgeni juu nani amempea ruhusa? Ruhusa si alianza kuingia wapi? Kwa mlango ya main, ndio ingie kwa sitting, ndio apige macho aone kuna jiko na kuna chakula jiko, si ndio? So either way ako na njaa. So umeona umemweka sana, maybe ndio akaingia wapi? Jikoni kujipakulia. So elewesha watu zaidi kenye unamaanisha. Namaanisha hivi bro. Okay. Kwanza wacha kwanza ni jam na madem. Si ni jam na madem kwanza kiasi. Ama nichore. Sioni okay. Wewe nini? Mi hata kama unataka nisijam na madem bro, mi itabidi ni jam na madem. Kila siku tuko zile za oh girl child, protect girl child. Lini tutasema warn girl child? Girl child unafaa kuwe warned. Tena wakuwe warned sasa na ukali bro. Inafaa sasa watu wakuwe wakali na madem. Unajua wale wote wenye alienda na Russian guy hawako wanajua bro, wacha kunijamisha bro. Hawako wanajua nini? Unajua pia unataka kunijamisha na unajua hii kitu mademu umefanya makosa. Hebu niambie kitu wako wamejua. Hawako wanajua kuwa wanarekodiwa. Na sasa si waliona this is an opportunity yenye mawakujia. Bro, utapata msee aje kwa barabara anakuambia my English is bad, come to my house, alafu unamfuata. Wakenya tuna roho safi. Roho safi bro. Hukusikia Rita Waini alimadwa kwa lojo? Hukusikia Sister Kanyari alimadwa kwa lojo? Au kusikia watu wengi wanafanywa nini? Usikiangi mademo wanatolewanga kafara bro. Usikiangi? Hebu niambie usikiangi. Alafu uniambie unakuanga Kenya gani wewe mapesa wewe? Unasikianga. Na kama unasikianga au mademo nyona madwanga hivyo, wana madwanga juu ya nini? Tamaa. Na kila siku mademo wakimadwa, mbona watu wasemangi ladies are wrong, mademo na kuanga wrong kwa njia fulani. So madem waache kitu fulani ndio pia waepuke noma bro. Bro, wacha nikwambie. Jamaa Mrashia alijaribu kuprove ya wali ya kwamba madem to some point, not si wote, sitaki kusema wote, but wengine are too desperate to follow even something that they don't even know. Hawajua hata wanaenda kuishia wapi. Unaget? So ule Mrashia alivaa tu nini? Digaga ndio ashike clips na approve point. Alikuwa Ghana, si ni ukweli? Akakuwa Nigeria, si ni ukweli? Akapiga manaijo, akawasafisha, akaenda akasafisha Ghana, akakuja Kenya, akasafisha na Roysambu. Mrashia alijaribu kuprivia wasea kwamba kuna ngori. Na hiyo ngori kama tujongelelea itakuwa mbaya. Wewe unataka kuniambia Mrashia nani anajua status yake ya health? Gonorrhea nini HIV? Baadaye imesemekana kuwa kuna ukimwi. Mademo ngapi amepatia? 400. Sasa piga hesabu hivi bro, wacha nikwambie kwa maana na jam na mademu. Kulikuwa na wabibi za wase. Si uliwaona? Mama, kama ujamange record aonekane anaenda na dunga Hazi. Sawa? Ameipata, Hazi amepata. Hazi ako na side chick wengine wawili. Yaani kasponyo. Ameenda kanudunga wa mademu. Mademu wako na maboyfriend. Unaget? Anadunga maboy. Maboy wanachita mademu. Amewadunga. Mademu maboy tena wanachita maboy. Unajua hiyo chain inakaaje? Ni chain ya mtu mmoja. Sasa piga chain ya watu 400. Bro, piga chain ya watu 400 na infection ya kitu huo Mrashia nako nayo. Unajua amesafisha nchi mzima. And that's why nasema hivi, like I don't support the Russian guy what he's doing. Bro, hapana. Russian guy ametuambia kwamba we have a situation, we have to talk about it, na lazima tuambie madem muache nini? Muache mchezo. Madem muache mchezo. Hii mambo ya kufuata tu anything is bad. Bro, ama tuseme Mrashia, unajua prezo anaitwa nani bro? Prezo anaitwa Putin. Anaitwa Putin. So maybe Mrashia alikuja akaamua kuput in kiasi.
Mimi nimefikiria tu wase mimi si made ama msini hiyo ni ngori. Maybe unaweza naitwa Putin, jamaa akasema hebu acha nikasambaze ujumbe. Let me try to put in because my president is Putin. Yeah. Ayana imeweza. Lakini si tabia poa kwa madem. Mimi Mrashia nao sitaki kumuongelelea. Una get? Piga hesabu hivi mado. Huyo ni Mrussian mmoja amefilm. Watu wangapi hata hii Kenya wenye wako na do na ni wabaya kushinda wa Russia, wanakula mademu ya watu na mamamo za watu hapa hivi na mabibi za wase. Akina Igonga. Wacheni kuonea Mrashia. Hapa Kenya tuko na wa Russia wangapi weusi kama 100,000 na wanafanya hizi vitu. Huyo ni mjama mmoja amekuja tu nje. Hata Igonga ni one of the people, lakini watu ni wabaya hata kushinda Igonga na Mrashia bro. So I'm trying to understand ni sababu gani yenye inafanya kama mimi, na hii kitu imeongelewa mara mingi, nikienda kukatia dem ati nimwambie leo na kutaka ukuje kejani kwangu, dem haizi kama haraka. Lakini tuliona kwa zile video za Russian guy wanapatana labda saa 2 asubuhi. In the next like 3 hours unapata dem ndio ashafika kwa Mrashia. So like ni nini girl child amekosa ama ni nini amefanya until anajipata amekuwa nini haraka hivyo, anaenda haraka hivyo? Kwanza mado, we are still slaves of the white kiakili. Unajua baada hatuja colonize wanga, bado tukiona rangi ya mzungu tunaona ni mesaya. Na hiyo ndio akili sisi kama wa Afrika tuachane nao na madem waache hiyo ufala. Madem kuna mzungu hivi yeye ovaries zake zinaanza kutua hivi yeye sasa anaona tu mambo zake zishanyoka. Zinanyoka nini? Binadamu ni binadamu, ni ule tu. Kwanza wazungu wa Hindi sijui wa Russia wenye mnaona, hao watu ni wabaya hata kushinda sisi wenye tuko hapa ground. Najua nadhani ni kama girl child aliona opportunity, aliona sasa amepata mtu wa kumpeleka majuu. Juu maybe amekuwa kiomba. Mado acha nikwambie kitu. Okay. Hakuna kitu inakuja rahisi. Na ikuja rahisi leo, kesho itaumana. Unaona? Sasa hii imekuja rahisi. Unajua mandoa zimevunjika. Unataka kublame mabwana za hawa mademu wenye wamevunja ndoa ama hawa mama? Ama mabibi ama mabwana ndio utablame? Mabibi. Kwa nini? Kwa sababu waliweka mambo mengine bro ni nini? Sasa unajua ukisema hivyo, kama kuna madam tuliona ameshikilia mtoto wakitoka nadhani kanisa ama wakienda kanisa ama whatever something like ndio. Huyo mama tena tuliona ni kama alipeleka mtoto nyumbani kisha akarudi. Si uliona hiyo kitu? Sasa unataka kublame nani? Mama. Mrashia anaingilia wapi hapa? Mrashia alienda naye kwake aka drop mtoi. Unajua kulingana na wamama, najua wamama wana roho ile safi. Ngoja kwanza mado, acha nikuulize. Si Mrashia alikutana naye akambongesha, akamwacha akaishia. Decision nani alimake kurudi? The mother. Si the woman alimake decision ya kurudi? Lakini nafikiria the reason why mama alimake that decision, anatakia mtoto wake maisha mema. So aliona pale kuna opportunity, maybe anaweza pelekwa majuu, maybe nini. Bro, huwezi takia mtu maisha mema kwa kukua una lose integrity yako. Hiyo hata hiyo maisha mema maybe haitakuja. Uta lose yourself katika njia ya kutafutia mwingine maisha mema. Hakuna maisha mema ya kutakia hapo. Mademu wakuwe warned bro. Mademu wakuwe warned bana jo. Hii mambo tukifanya hivi tutapoteza mademu wengi sana. Juzi hapo mademu wanauliwa kwa lojo. Kiasi sister Kanyari si unamjua ama wewe unataka kuniambia uji Kanyari? Kanyari namjua vizuri. Hata Kanyari ataona hii kitu na si ati nini Kanyari. Sister yako siku na venye kisanga ilipatikana. Ni ukweli. Haikuwa Mrashia. Bro, Mrashia ilikuwa ground hapa hivi. Yeah. Na ilikuwa maneno mengine ya kuhuzunisha sana. Hata Kanyari alifilio kitu na ilimuuma. Hata sasa hivi unajua baada na monlos ya sister. Lakini kitu ingefanyika, mambo isemwe mapema, ingekuwa poa. Lakini gava tuko nayo, instead ya kuon madem wasiende kwa hizi vitu zenye wajui, kila saa wana protect madem na madem wana going to wrong. Hiyo ni kama kuniambia kwamba bro, we unaiba, alafu mimi ukishaiba watu wanakuja kuniambia nilipie ngori zenye na mimi niko na doza kutoanga. So who do you blame? The government ama the ladies? Bro, we don't want to blame anybody, but we want to tell both parties. Madem wajue moral zao. Na wapunguze tamaa, na wapunguze kuona vitu into fantasy. Na wapunguze kuona vitu ya kwamba ziko tu vile wanataka. The life we are living is not that way. Government pia tuna blame sababu instead of warning the girl, ina protect the girl na isemi wrong. When you protect something mado,
You have to say na uache hii tabia mbaya. As I'm protecting you, kuwa na akili. Hebu nikuulize swali. Wakati video zilianza kutokea na bado mpaka sasa hivi hazijamaliza kutokea. So kwa mfano saa hizi zikitokea alafu upate your girlfriend there in the mix, utafanya nini? Bro, hiyo ni swali ngumu na ni swali painful sana. Nikiweza pata tu demi yangu wako hapo. Sasa sijui kama naweza lia. Sijui kama naweza blame Russia, lakini siwezi blame Russia. Obviously unaweza jua uko na ukimwi. Unaweza jua tu uko na ukimwi. You already ashambukiza 400 girls ukimwi. Lakini siwezi blame Russia. Russia hakumkidnap ama kumabduct ama kumforce na kumrape. Si ni ukweli bro? Kabisa. Si ni ukweli ama ni uongo? Kabisa kabisa. So mimi naweza blame huyo dem. Jua kuwa na moral values za kukua ya kwamba tujajuana na wewe. Wewe ni nani? What do you have? Na mbona why is your deal too sweet? Una get? Na out of that, what is the bad consequence inaweza nipata nikifanya hiyo maneno unaniambia tukafanya. Unaona? There's a deeper picture into it. Sio tu kuwasema let's protect the girls, let's stand with the girls. Stand with the girls nini bro, na mjawaambia ukweli? Kwanza tell the girl the truth. Ambia dem we, kuwa na morals. Wacha kuwa kitu ya free ndio unapenda. Hiyo number 1. Number 2, wacha kuona mzungu na unaona Mesaya. Hiyo ni ufala. Hiyo number 2. Number 3, usipende pesa na usipende sio chako. Tafuta, we ni mwanamke, tafuta na ukuwe na values. Kama huwezi kuwa na values, kaa kwenyu. So tuseme umepata mtu wako pale, mtaendelea kukua pamoja ama mtaachana? Bro, hiyo ni swali sasa tena. Remember pale ashapata ukimwi tayari, tuseme tu kule. Mtaendelea kuwa pamoja ama mtaachana? Na ameonekana kwa Kamenje. Na ametrend. Ametrend. Na mrashi. Yeah, utafanya nini? Enyewe hiyo siku ubaya na mabiti mtoto wa mama. Adios. Adios ndio nini? Kwa heri tu. But siku ubaya. Ni vile tu sasa alikosa morals. Sasa sababu nikuulize. Sasa unataka nikatafute Mrashia nimpige ndio? Na inaonekana Mrashia anamwambia my English is bad, follow me to the house. Na demu yangu ako nyuma. Bro, shwali. Unataka kublame Mrashia? Si ati Mrashia alimshika na nguvu. So madem wakuwe warned. Wache maisha bro. Kasi hivyo we lose a lot of daughters, a lot of sisters. That nilikuwa nataka unijibu zaidi lakini bado haujanijibu. Tuseme hivi. Sasa umepata ni bibi, hata si girlfriend. Umepata ni bibi ambaye mmezaa na yeye watoto 2 3 kuendelea. Umempata pale kwenye zile video na ana trend. Mtaendelea kuwa pamoja na yeye ama utamwacha? Kwanza bro, kwanza unajua kwanza atanipiga na depression. Juu niko na image to protect both for family and business. Even in the social world, I have an image to protect. Sasa kionekana pale, unajua ndio kio yangu na mimi ndio kio yake. So pale alipo ananimulika. Pale nipo namulika. So akishanimulika kwa njia mbaya, sio yeye ataonekana bro. Ni mimi ndio nitaonekana. Kwa wenye wananijua wote na wanamjua pia. So itakuwa ngumu sana kukuwa na hiyo image tena na nikuwe sasa tena niko comfortable. Kwanza chenye ujue ni nitakuwa affected more than huo mama. Si ni ukweli? So hebu niambie, kwa situation ya kwamba mimi nilikuwa innocent, niko tu zangu nimemind biashara zangu, alafu bibi anaonekana kwa kitu kama hiyo, ananipiga depression yenye sikuwa nimebudgetia. So hiyo ni nini sasa shwali? Hapo ndio unaonanga madem wanaeka machali maboy ama wanaume kwa ngori, alafu bado watu wanasema protect the girl. Hakuna mtu ametoka mapesa akasema protect the husbands, the boyfriends and the spouses ya hao madem wenye wamepatikana sababu wako na depression na trauma bro. Kabisa. Bro, unataka kuniambia nini? Nani ataongelelea maboy wenye wako na madem? Chali za hao madem wenye wameonekana nani ataongelelea? Wanaume na husbands na baba yao watoto. Nani ataongelelea? Kama ule madhali alionekana na watoi, ana drop watoi. Nani ataongelelea huo mzae? Hebu niambie, huo mzae penye yako, wewe mnajua anafanya nini? Analia kiwango gani? Unajua na feel kitu inakaa aje? Juu mama amembetray mbele ya Kamenje, mbele ya nchi mzima.
So hebu by the way hata umefanya vizuri sana. Bro, mimi nimejaa. Alafu nataka kuniambia madoa haya hapana. Hii ni kitu yenye haijaongelewa na mtu yote mwingine. Hebu jaribu kuongelesha wale wanaume ambao wamekuwa affected through the story. Like sasa kama manzi yako ndo alikuwa kwa hiyo story, alafu sasa wewe sasa ongelesha those men. Mimi wacha niseme hivi mado. Kama njeni Ndio hiyo. Let me apologize on behalf of all the men wenye madem zao walionekana kwa video ya mrashia. Wase, I know it's very hard with you kama we ni bwana ya mse, bwana ya dem ama bwana ya mama mwenye alionekana kwa video. Kama we ni chali ya dem mwenye alionekana kwa video, manze, take heart. Najua uko na a lot in your mind. You are thinking about a lot of things. A lot of decisions are running in your mind. Lakini mimi nasemaje, kuwa na Mungu na tafuta mtu uongeleshe. Hiyo ngori ni mingi. I know you don't know how to start. Ujui fanye nini, lakini chenye ufanye usihatu mtoto wa mwenyewe. Ama demo mfanye hivyo, usiguze mtu, usipige mtu. Kama unaona kuondokea kiasi ndio kuwe na good time na moment with yourself, upone ndio urudi muongelele, do so. Like if you are not ready to communicate, please enda tu kando kiasi, ufikirie nini unataka kufanya and you make a sober decision vile utaendelea mbele na Lakini I stand with the men wenye wako ndani ya hii ngori. Mababa zao mademu wote, if their fathers are alive, I stand with you. As a father, it's very bad to see your daughter exposed in such a way. Hata wewe kama baba mbele ya wenzako, it's very bad. Mimi kama baba, if I can see my daughter in that kind of a situation, mengi naweza run kwa akili yangu sana. So for the fathers out there wenye wako na wasichana wenye walionekana kwa kamera, both in Ghana, in Nigeria and in Kenya, take heart my brother. Take heart baba. All shall be well. Lakini let's sit down with our daughters and give them good knowledge and tell them how the world is harsh with them. Sindio? Na sasa seme kama sasa bibi yako alikuja akakuambukiza ukimwi au uko umezoea kukunywa dawa za ukimwi zile ARVs. Sasa mwanaume kama huyo mwenye ameambukizwa ukimwi kwa kuwa ajui, utamwangalia jamaa, utamwambia nini? Wanaume wenye pase wameambukizwa, tuseme mrashi alikuwa na ukimwi na akapea madem, mimi naweza semaje, waende kwa the nearest government facility, wakuwe cancelled, wapatiwe madawa na wa accept hali yenye imefanyika, because without accepting there is no healing. Uta accept kama ni wewe? I will accept, because you have no choice. Which choice do you have rather than accepting? Do you have any choice than accepting? The only choice you have is a bad choice which is not recommended. So the only thing you do as a man, na imefanyika, accept the situation, above all forgive and let life move on. Forgive and let life move on. Exactly. Of which is very hard, by the way. Ngumu. But you have no choice. Do you have any other choice than moving on? There's no any other choice. Yes. What? So guys, by the way, this is an entertainment place, lakini sahi sasa tumemaliza kama hatujakuwa entertained, like tumefeel tu vibaya. By the way, this for me is feeling kama entertainment. Na feeling kama ni mahali tunaongelesha watu. Sababu watu wamekuwa affected vibaya sana. So until next time, kama huja subscribe. Thank you.